Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi Agosti mwaka 2003. August 23rd, 2003. Miezi chache tu baada ya hayati Rais MWAI KIBAKI kuchukua ushukani kama rais wa Jamhuri ya Kenya baada ya uongozi wa miaka 24 chini ya Rais Daniel Toroitich Arap Moi, ndipo taarifa za kifo chake makamu wa rais Michael Kijana Wamalwa ziligonga vyombo vya habari. Swali likawa, ni nini kimemuua kijana? Kijana aliaga dunia wakati ule akipokea matibabu katika hospitali moja mjini London nchini Uingereza. Kijana Wamalwa alianza kuugua mwaka wa 2002 na kuelekea nchini Uingereza kwa ajili ya matibabu. Kule alimpata hayati Rais Mzee KIBAKI akipokea matibabu baada ya ajali ya barabarani jijini Nairobi katika barabara ya Mombasa Road. Wawili hawa wakaanza urafiki wao pale, huku wingu la siasa likiwa limetanda na kugubika taifa la Kenya, kila ishara zikiashiria kuwa Rais Moi na ambaye alikuwa candidate wake Uhuru Kenyatta awangemdhibiti KIBAKI na Kijana Wamalwa katika kuchukua uongozi wa Jamhuri ya Kenya. Baada ya kupokea matibabu ya shida za figo kule Uingereza, Michael Kijana Wamalwa alirejea nchini Kenya na uchaguzi ukafanyika. KIBAKI akashinda na kuwa rais, huku makamu wake akiwa ni Michael Kijana Wamalwa. Miezi chache baada ya kurejea kutoka nchini Uingereza, Michael Kijana Wamalwa alifunga ndoa na mchumba wake Mary Yvonne Nambia. Miezi miwili baada ya harusi yake, Wamalwa alirejea nchini Uingereza kwa ajili ya matibabu katika hospitali la Royal Free Hospital. Ila kwa wakati huu ilikuwa ni safari yake ya mwisho. Wamalwa asijue atarejeshwa nchini Kenya kwa jeneza. Asubuhi ya Agosti 23 mwaka 2003, Rais Mwai KIBAKI alitoa taarifa za kifo cha Michael Kijana Wamalwa. Taarifa hizi zililizamisha taifa la Jamhuri ya Kenya kwa maombolezi. Katika hotuba yake, Rais KIBAKI juu ya maombolezi na kifo cha Kijana Wamalwa alisema alikuwa ndipo kampoteza rafiki wake wa karibu na mwanasiasa mwenza, ila serikali yote iligoma kutoa taarifa kuhusu aswa ni kipi kilichokuwa kimemuua Kijana Wamalwa. Nyumbani kwake Wamalwa katika mtaa wa Kitale, vilio na nduru za uchungu wa kumpoteza shujaa wao zilipata kuteka anga zote za mitandao na vyombo vya habari. Mvua kubwa nayo ikanyesha, ila raia kutokea Kitale wakagoma kujificha mvua na wakaendelea kumwomboleza Wamalwa kwa mvua kubwa. Maduka na biashara zikafungwa. Shujaa wa Mulembe Nation alikuwa kapumzika. Ila swali walilojiuliza wengi ni kipi kilichomuua Kijana Wamalwa? Mpaka wa sasa ndilo swali kila moja anajiuliza. KIBAKI akikosa kutoa chanzo cha kifo cha Kijana Wamalwa katika hotuba yake, pamoja na mwakilishi wa hospitali la Royal Free Hospital in Hampstead mtaani London Uingereza akikwepa kujibu swali kuhusu mauti ya Wamalwa, magazeti nchini Kenya yakaanza kuandika na kueneza propaganda juu ya kile kilichokuwa aswa kimemkuta Wamalwa. Kati ya yale yaliyotajwa ni pamoja na ugonjwa wa figo na maambukizi ya kifua yaliyokuwa ndio yamemwandama kijana. Wengi wakadai haya ndio yaliweza kuwa chanzo cha kifo chake. Ila ule ugonjwa uliopigwa chapa sana juu ya kifo cha Michael Kijana Wamalwa katika magazeti nchini Kenya ilikuwa ni kwamba alikuwa ameugua virusi vya ugonjwa usiokuwa na tiba wa Ukimwi. Wamalwa alizikwa nyumbani kwake Kitale, huku wadhifa wake kama makamu wa rais ukiridhiwa na MUSALIA MUDAVADI mpaka mwaka 2007 ambapo
Kutokea hapo aliyochukua uongozi mpaka mwaka 2003 ni MUDAVADI. Nduguye Michael Kijana Wamalwa ambaye kwa sasa ni Eugene Wamalwa alipambana sana kufufua ndoto ya nduguye Kijana Wamalwa katika siasa mpaka kufikia kuwa waziri wa usalama katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, lakini ndoto zake zikapingwa sana na serikali iliyochukua ushukani baada ya Rais Kenyatta yake Rais William Ruto. Mpaka wa sasa wengi wanaamini Kijana Wamalwa ugonjwa uliopata kumchukua na kumpumzisha akiwa tu ndio alikuwa keshaanza safari yake ya kuelekea katika ikulu ya urais na pia kuipa The Mulembe Nation nafasi ya kumtoa rais wa Jamhuri ya Kenya zilizimia hapo. Kwa sasa sisi kama FM Show KE katika paruanja yetu ya The Drums of History, hapo ndipo tunatilia kikomo kisa juu ya kifo chake Michael Kijana Wamalwa. Leo ni shujaa na atabakia kuwa shujaa miongoni mwa wengi, na haswa sana ikiwa kutokea katika jamii ya Luhya Nation. Ni hapo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe ndani ya The FM Show KE.